celebrated. Nitachukua wakati kidogo ni celebrate one or two people, but before that, hii nyumba iko na mama. Na ninataka ili kwanza akuje mama kanisa, akuja tusalimie na ashukuru wa mama wa kanisa. Karibu Mrs. Bishop. Tumpigieni makofi mazuri anapokuja tafadhali. Karibu sana. Asante sana Pastor Ngina. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo ringi. Muri okuo. Ngai ni amumenyereire. I thank God for that. On behalf of myself and my mother, I want to wish all the women in JCM, physical and online, Happy Mother's Day. And thank you so much for being great pillars in this church. I just want to tell you one thing. Atumia nituruta wira munene muno, and we sacrifice a lot. So let me just give you some points of encouragement as we go on being mothers and multiplying the earth. Sindio? Aye. Number 1, a woman who knows who she is the enemy's greatest threat. Tuko pamoja? Kwa hivyo wewe kama mwanamke, especially if you have given birth, you should know yourself so that you are able to bring up your kids. Na sasa wewe ujue wewe ni protector wa watoto wako. Sasa if you don't know yourself, if you don't recognize yourself, ask yourself, how are you going to protect your kids? A woman is known to take a seed and plant it, alafu inazaa mazao. Ni ukweli ama si ukweli? Sisi sana sana tukiangalia wale wanawake ambao wako farming, wao ndo wanajulikana kwenda shamba, hao ndo wanapanda, wanaenda wanapalilia mmea na mea, na wao ndo wanaenda wanavuna. So just know you guys do an amazing job. Sijui venye nitaelezea. I have something that sikukataa nakataa kutoka, lakini I don't know how to explain it. For me to appreciate you guys, you do an amazing job. An amazing job. Listen, you know God knew Mary was the best woman to do the assignment ya kuzaa nani? Kuzaa Jesus. And God does not do mistakes. God does not do mistakes. Mary was a virgin. Now God knew yeye kupata mimba, na you know she's a virgin. Atapata inaitwaje? She will be fought. Watu wataanza kushangaa huyu mwanamke amepata aje mimba. But God knew, ndio mtoto wangu azaliwe na mwanamke, lazima akuwe ni mwanamke ambaye ni let me say a virgin. So wewe ukiwa umezaa mtoto wako, God knows ile seed ambayo amepanda kwa tumbo yako. It doesn't matter ama sahi mtoto wako akusikizi, it doesn't matter ni kichwa ngumu, it doesn't matter if he or she is obedient. It is your responsibility to nurture that kid, to grow up to be a beautiful young woman or a man, so that pia yeye accomplish assignment yake ambayo ameletwa katika nini? Katika hii dunia. So lazima tujikakamue. We must sacrifice a lot. We must tujinyime vitu mingi sana. Sometimes tunajinyima hadi raha. But remember, God has an assignment for you as a woman. I want to encourage any woman who is pregnant hapo nje, ambaye anasikia ni kama hii journey hata ezana. Let me tell you, it is not easy. Hata sisi hatukuzana, you know, ati kuna ka notebook ka parenting venye itakuwa.
But when we trust in God, that Mungu ndio ambaye amekupa nini? Amekupa hiyo seed yenye iko kwa tumbo yako. So yeye ndio atakupea njia, yeye ndio atakuongoza vile ambavyo utalea mtoto wako. Don't feel discouraged. Don't go and do abortion. Please let us do the work of God, which is ni kuleta watoto katika hii dunia, most of us. Kwa sababu hakuna mwanaume ambaye atabeba mimba azae. Wanatupea seed na sisi tunabeba tunazaa watoto. Na tusipo pia zaa hii dunia tena, in the next generation hakutakuwa na watu wengi. So just feel encouraged. Whatever you do, biashara, whether you do farming, whether you do what, work hard for the sake of your kids. I want to be, in some years I want to be a proud mother. Kama vile Mama Moragi amesikia hapa. Unapigiwa simu na kanisa ya mtoto wako, uombee watoto. That is very lovely. So let us work hard and be encouraged and love our kids no matter the challenges we face. Sindio? Thank you so much, Ngina, for appreciating me, for recognizing me. God bless you. And I appreciate you. Happy Mother's Day. And thank you for doing a wonderful job in JCM. God bless you. Thank you so much. Tupigie Mama Asen makofi mazuri. Mama, I think kuna mambo Reva amesema hapa vile amesimama. Na kazi ya mama ni kuincubate. Kazi ya mama ni kuchukua vitu na anaweka ndani yake na anaachilia. Amen. Mothers do not men, men, wanaume walio kwa nyumba. Kazi ya wamama si kuincubate tu sperms. They also incubate vitu ambazo umewapea. Ukitupa vitu tunaweka ndani yetu, we multiply them and we release them back to you. Ukinipea upendo na ushughulikia vizuri na uweka vizuri na nakutolea. So if a woman is given a seed na anaigrow inakuwa mtoto anazaa, it means she has power. Na wamama leo nataka kuwaambia vile Mama Hassan ametuambia, mko na nguvu nyingi sana. And I keep challenging women in the church that if you knew your position, kama mnaweza jua mahali penu, maana kila kitu ambacho kinatoka ndani yako, you have power to correct it. You have power to build it. Ulibeba mtoto ndani yako, you build that seed. Ilikuwa ndani yako. Kwa hivyo kama ni wewe uliitoa, you have something we call legal rights. Uko na legal rights ya kukuza huyo mtoto. Kuna vitu ambavyo mtoto anaweza fanya na maana ulimbeba kwa tumbo yako. You can stop them. Because that kid came out of here. Huyu mtoto alitoka hapa. Every time you bring something forth, you have power over it. Kila wakati unatoa kitu ndani yako, uko na nguvu ya hicho kitu. Nguvu ya kukicontrol. Now there are three things I wanted to mention. Wamama ni protectors. Sijui kama our fathers know that. Wamama, they protect their children. Wamama wana protect watoto wao bila mchezo. Na wamama wa protect tudo usichape mtoto wangu. Wamama wana protect spiritually, emotionally and physically. Na ndio maana mtoto, mama akizaa mtoto, anapokuwa akikuza mtoto wake, anamshughulikia physically. And I wanted to challenge our mothers. Watoto wetu ambao tuko nao, ni kazi yetu ku make sure they are physically okay. Wale wako na wasichana wako ni kazi yako ku make sure ako sawa. Akitoka shule jioni, kama ni wa kuosha, muangalie, muoshe. Take care of them, protect them physically. Kuprotect watoto wetu physically na kukosa kuacha wasichana wetu na watu watujui. Protect them. Hiyo ni kazi yako. Wasichana wako wa protect. Vijana wetu, maana sisi bado ndio tunalea vijana. We protect them. Wacha mambo zingine usikuange unasikia mtoto alikuwa anafanyiwa na hujaijua. Hata uangalie changes za watoto. I have a son in high school. Akikuja nyumbani, I take 2 days kumobserve. Vile ana behave, vile ana react ya vitu nikimwambia. Because it is my work to protect that young man. Responsibility yako
Kwa hivyo hata najua tuko busy, wengine wetu tupatangi wakati na wafanyikazi na watoto wetu wanalewa na house girls. I want you to take responsibility. Mtoto wewe ni protector wake. Najua babake pengine atakuja late, hatapata wakati, but jua mtoto wako hata reaction iki change, you can tell something is wrong. Unaweza angalia useme huyu msichana leo yuko sawa. Spiritually, number 2. Juzi first service nilisema hatutangojea shetani attack ili tuombe. Protect your children spiritually. Kama kuna kitu mama anafaa kuraukia kufanya ni kuombea watoto wake. Nilisema juzi, ukianza kuombea kijana wako mdogo, uanze kuombea mwenye ataoa, unaanza kujenga ukuta against lesbianism na gayism. Maana akiwa mdogo unaanza kusema, baba ninajua kijana wangu atakuwa mkubwa na ataoa msichana. Naombea ule msichana ambaye umepanga amuowe. So we attack before the enemy attacks. That is a responsibility of a mother. So before uombe kila kitu chochote, your kids, watoto ambao ulibeba na tumbo yako, kataa now like there is no tomorrow. Usiache kitu hata shetani mwenyewe aguze kile ambacho umekililia na umekizaa na uchungu. Protect them with prayers. Spiritually, na watoto wengi saa zingine ni wadogo, hawajui kujiombea. Kazi yako ni kuwaombea. Mention what they want to become. Kama unataka wakuwe pilot, start saying it wakiwa nursery school. Build it in the spiritual realm. Hiyo ni kazi yako. Emotionally, najua wamama tukichoka saa zingine tunaweza ongelesha watoto wetu vibaya. Juzi nilikuwa nafanya utafiti and I realized watoto wengi vile walivyo leo ni kulingana na vile uliwalea maneno ya mdomo wako. Hata the way people interact, watoto wakiwa wakubwa vile wana interact na wengine ni kulingana na vile uliwafunza ama mambo walisikia ukisema. Maana watoto wetu wanashika haraka kuliko vile ukikaa chini ukiwafunza. Leo huwezi ita mtoto jina na ukae chini umwambie ni vibaya kutukana, ashasoma. You cannot rewind that. So it is your responsibility tushike watoto wetu vizuri na tuwalee. Usiachie mtu responsibility yako. It is yours. Uko na nguvu, umepewa nguvu na Mungu, umepewa uwezo na uko na kitu inaitwa legal right. Ulipobeba na ukazaa, ulipewa a legal right. Ni kama vile ukienda kotini, kama title deed ni yako, uko na legal right ya kuown. So hata wewe kama mama uko na legal right ya kulea watoto wako, kuwa protect na ku make sure wako sawa. Now I wanted to appreciate leaders wa hii kanisa wa mama. Najua katikati yetu kuna leaders ambao ni wamama na wengine wao ni wamama ambao wamekuwa wamama kwa wale wengine. Ningependa leaders wa mama wa kanisa wa